he was despised, and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Bwana asifiwe. That portion of the scripture is an assurance, ama ni uhakikisho wa kazi ya Yesu msalabani juu ya uponyaji wetu. Na vile Isaia anaelezea ni kana kwamba anaelezea mtu mgonjwa. Mtu akiwa mgonjwa huwa ni kana kwamba tunamuona kama ameachiliwa na Mungu. Hata ukitaka kujua sehemu ya madhara ya mtu mgonjwa kama mtu mgonjwa kugonjeka, ni kwa sababu hata sisi kumuongea kama vile Isaia anavyoongea juu ya Yesu akiwa msalabani. Hakuwa na umbo, hakuwa na uzuri wowote. Na hiyo inaelezea hali za mgonjwa katika ugonjwa wake. Bwana asifiwe. Basi nataka kuongea juu ya jambo ambalo hufanyika sana kwetu, hasa wakati tumekuwa wagonjwa. Na hilo jambo ni hali ya kukana ugonjwa, the denial of sickness. Wow, Bwana asifiwe. Sijui wewe ni kama mimi, lakini sana sana watu wakiwa wagonjwa, hasa watu waliookoka, maneno ambao huwa wanasema that is not my portion. Hiyo sio fungu yangu. Mimi si mgonjwa. Haya magonjwa sio yetu. Na kailo maandiko yananisukumisha ama yananihakikishia, wakati ambapo tumekana ugonjwa ni kana kwamba pia tunakana uponyaji, kwa sababu huwezi kuponywa kama wewe si mgonjwa. Tunapatana? Leo tutapitia evidence ya watu wa Mungu ambao walikuwa wagonjwa na ni watu wa Mungu. Ni watu wa Mungu. Sometimes wahubiri wetu hawatusaidii kwa sababu they portray kwetu aina fulani ya maisha ambayo sio ukweli na sio uhalisi wa Biblia, kana kwamba tukiokoka hatutakuwa wagonjwa, ama tukiwa wagonjwa ni kwa sababu ya dhambi fulani ama makosa fulani. But tukirudi kwa Biblia inanifundisha kitu tofauti na vile ambavyo wakati mwingine tumehubiriwa. Kama vile tulivyoanza Sunday tukasema magonjwa mengine hayaeleweki yanakuja kwa nini. Ni kweli dhambi inaweza kuleta ugonjwa, si ni kweli? Lakini magonjwa mengine kama ugonjwa wa blind man, the blind man of John chapter 9, alisema walimuuliza nani alifanya dhambi, huyu ama wazazi wake? Alizaliwa akiwa kipofu. Sasa kama anazaliwa kipofu, alifanya dhambi za ngapi akiwa ndani ya tumbo ya mama? Tunapatana? So ukana kwingi kuko na sehemu moja kwa sababu hatusomi maandiko, tunasomewa maandiko. Tunatafsiriwa vile mtu anataka tusikie yeye mwenyewe, sivyo vile ambavyo Mungu angetaka tujue. Amen. So yenda pamoja nami tuangalie maandiko both in the New Testament and the Old Testament. Watu ambao walikuwa wagonjwa ni watu wa Mungu. Amen. Na sometimes tutashangaa vile ambavyo hali ilikuwa.
Nataka nianze na kitabu cha 2 Kings, verse 13. Are we in verse 14? Bwana asifiwe. Elisha ni nani katika Biblia? Kama kuna manabii tunaweza kusema walikuwa na uweza, mmoja alikuwa ni Elisha. Si ni kweli? Mighty katika matendo makubwa. Na si kwa makosa imeandikwa Elisha akawa mgonjwa katika ugonjwa uliomuua. Are you connecting this? Na ni kind of tunakana sana mambo, tunakana sana ugonjwa kinyume cha maandiko. Anytime ambapo tunakana maandiko, ndipo pale tunakana nguvu za Mungu, ndipo pale tunakana utendaji kazi wa Mungu katika kile kitu ambacho ameahidi. Elisha alikuwa mtumishi wa Bwana aliyetumiwa na Bwana kwa kuleta uhai kwa wanadamu. You remember that? Lakini yeye mwenyewe akawa mgonjwa. Na tunaambiwa katika ugonjwa ambao ulimuua. That means Elisha hakupona. Are you getting it? Sijui kama alijiombea na gani, sijui kama alijipaka mafuta, sijui kama alikunywa maji ya uponyaji, I don't know. Lakini Biblia iko wazi, ni katika ugonjwa uliomuua. And much more story kwamba akiwa mgonjwa pia alitabiri. Tuko pale? Akiwa mgonjwa anaumwa, akiwa mgonjwa anangojea afya. Mfalme akaja akaongea juu ya majeshi, na Elisha akampatia mwelekeo. Chukua mkuki, fungua dirisha, rusha mkuki. You remember that? That means katika hali ya anointing ya unabii bado ilikuwa juu yake. Lakini la msingi ni kwamba hakukana ugonjwa. Na Biblia haikani ugonjwa wa Elisha, ndio sababu umeandikwa. Nimekutana na watu wengi wa Mungu, macho wahubiri, macho wale ambao wanataka waonekane wana kiwango zaidi juu ya wanadamu, si wanadamu wa kawaida. Wakiwa wagonjwa hawataki wajulikane wagonjwa, hawasemi ni wagonjwa. Alafu wanatuambukiza sisi tukiwa wagonjwa, hatusemi tu wagonjwa. Na kama wewe si mgonjwa, jambo la kwanza umesema kwa sababu ukweli ni kwamba wewe ni mgonjwa. Hebu tuendelee kuona mifano mingine. Bwana asifiwe. Haya ni maneno ya Paulo. Maandiko ambayo tumesoma yalinenwa na Paulo, na anaongea juu yake mwenyewe. Kwa nini nianze na Elisha alafu nije Paulo? Kwa sababu hawa ni watu wenye mamlaka, watu wakubwa ambao walitumiwa na Mungu na ambao tunaweza kujifundisha mifano yao. Bwana asifiwe. Na kama Paulo tunavyomjua, anaongea juu ya udhaifu wa mwili wake. Anakuja kwa ibada na ni mgonjwa. Anasema hakulivumilia pamoja na udhaifu wa mwili wangu. Nilikuwa mgonjwa. Kuna kitu kilionekana juu yangu ambacho si afya, na kanisa likanivumilia, watakatifu wakanivumilia. Anasema hata vile mlitamani
hata kung'oa macho yenu mlipatie, sababu ni kana kwamba alikuwa udhaifu wake ulikuwa shida ya macho. Unajua shida ya macho ina aibu zake. Kila wakati una vitu yanaangalia macho. Unajua hiyo tabia. Sasa Paulo akiwa hivyo tu, hakukana, hakusema hasha, aliendelea na akawaambia ukweli, akawahubiria ukweli. Tunaona kazi ya Yesu. And that's why kukana ya kwamba you are sick ni kama kwamba ni mwanzo wa wewe kusema Yesu hapo msalabani na kwa mapigo yake hakuna uponyaji kwa sababu I'm not sick. Amen. Na sijui kwa nini tuko haraka sana kuamini watu kuliko kuamini Biblia. Ukienda kwa daktari, wewe ndio mwambie daktari wewe ni mgonjwa. In fact, unajipeleka wewe mwenyewe. Na ugonjwa utakaokuambia wewe ni mgonjwa, ugonjwa huo ndio ugonjwa unakubali uko nao. Ni kweli si kweli? Lakini ukija kwa neno la Mungu, ukija kanisani unaanza kukana. Ukienda kwa daktari ukana. Ukija hapa unasema sio fungu langu. And then you wonder, ni Biblia iko makosa ama ni sisi? Kwa sababu kama hatupati mafundisho ya uponyaji vyema na misingi yake, uponyaji wa kiungu kanisani utakuwa haba sana. Lakini tukielewa maandiko na misingi yake, tumejiwekea msingi wa uponyaji ambao ni halali na ni kweli. Ni kweli. Sio mtaelewana mpaka hapo. Bwana asifiwe. Rekodi ya watu wa Mungu kuwa wagonjwa both in the New Testament and the Old Testament iko. Wow, angalia ya maandiko. Unisaidie. Amen. Mungu kwa kitabu cha Philippians chapter 2 verse 25-27. Epaphroditus. Sawa? Paulo anamuita mfanyakazi pamoja naye, askari pamoja na yeye. Just imagine. Amen. Sasa mfanyakazi na Paulo, askari pamoja naye, si angekemea haraka sana na yeye. Lakini anatajwa alikuwa mgonjwa. Na Paulo maandiko hayakani. Yanaelezea alikuwa mgonjwa na alikuwa mgonjwa sana. Hata karibu atembee. Lakini rehema zake Mungu, God's mercy, are we together? That's why the moment tunaingia kwa box ya shetani ya kukana ukweli, then tumeanza kutopona. Denial is not faith. Sijui na sisi tulikuwa hiyo wapi ya kwamba ukikana hiyo ni imani. Faith is not denial. Nikiwa njaa, nikisema siko njaa, sitashiba. Nitaendelea kuwa njaa. Ni kweli si kweli? Unajua sasa mimi siko njaa, haleluya. Siko njaa, Bwana asifiwe, siko njaa. Utakufa kwa njaa. Faith is acting on the word of God. Amen. Mungu anajua niko njaa, ameniambia niende kwa mjane. Nikienda kwa mjane nitapata chakula. Naanza safari kuelekea kwa mjane. Na nikifika kwa mjane, I don't pretend ya kwamba mimi nimeshiba. Namwambia mjane, nenda utengeneze hiyo mkate, uniletee hiyo kwanza, kwa sababu niko njaa. Si kweli? Lakini nikikana
then that's the beginning of the disaster. Amen. Point number 1. Point number 2. Wow. Bwana asifiwe. Zote tumeenda kwa daktari ama tumeenda anywhere else, tulikoambiwa tu wagonjwa. Tulipokeaje hiyo ripoti? Ama ushapeleka mtu kwa hospitali akapimwa ukaambiwa huyu ni mtu ni mgonjwa? How did you see that report? Na utakuta sehemu kubwa ya vile ambavyo tunapokea report inachangia katika sisi kupona ama kuendelea kuwa wagonjwa. I love these pictures kwa sababu zinanisaidia. Bwana asifiwe. Tunajua kitabu cha John chapter 11. Lazarus alikuwa mgonjwa. Na Yesu hakukana ya kwamba Lazarus si mgonjwa. Ama alisema Lazarus si mgonjwa? Hakusema Lazarus si mgonjwa. Alisema juu ya ugonjwa. Lakini hakusema Lazarus si mgonjwa. Amen. To me that's normal. Kwa nini niwe mgonjwa na niseme si mgonjwa? Kwa nini uwe mgonjwa na useme wewe si mgonjwa? Kwa nini kanisani watu wanakuwa wagonjwa na wanasema si wagonjwa, alafu wanaenda kwa waganga na kwa wachawi usiku? Lakini mbele yetu na mbele ya Mungu wa kanisa wanakana, lakini kwa waganga na wachawi wanaenda. Bwana asifiwe. Ngoja tuone about few examples of when the report comes. Second Samuel chapter 12 verse 15. Bwana asifiwe. Huyu ni Daudi ampeleka mtoto wake hospitali, akakuwa huyu mtoto ana kansa moja mbaya sana. Sio kama ni ya moyo ama ni ya mapafu ama ni ya wapi. Mtoto ni mgonjwa sana. How do we respond wakati tumepata ripoti ya daktari? Tunaitikiaje? Tunaijibu namna gani? Tunaikubali namna gani? Tunapatana. Daudi aliambiwa mtoto ni mgonjwa. Na pia yeye hakukana ya kwamba mtoto si mgonjwa. Alikubaliana na nabii mtoto ni mgonjwa. Just imagine. Kutoka pale Daudi alikuwa mponyaji. Ni Mungu. Lakini nabii pia amesema mtoto hatapona akadeki. Kani maji yake. Singetaka kuwa nabii huyu mimi. Kwa sababu ningekwambia kwamba atakufa. Hiyo ndio siku yako ya mwisho kuona karibu na mimi. Ni kweli si kweli? Ijapokuwa huo ndio moyo wa Mungu. Nyakati tuko nazo hataki kusikia ukweli wa mawazo ya Mungu. Hataki kusikia ukweli wa roho wa Mungu. Tunataka kusikia mambo yatakayopembeleza masikio yetu, kwa sababu tuko nyakati za mwisho. Daudi alikuwa jua mtoto ni mgonjwa, na akajua ugonjwa huu si ugonjwa kidogo. Biblia inasema kwamba alijipatia kufunga, kula na kunywa, na akajiweka maombi. Napatana. Sometimes nimekuwa nikiangalia haya maandiko kwa mara mbili. Daudi
lakini katika maombi haya yalimsaidia Daudi kukaribia Mungu zaidi, yalimfanya Daudi atengeneze uhusiano wake na Mungu, yalimsaidia Daudi kutubu dhambi zake na uovu wake ambao pengine angehisi kwa sababu ya ugonjwa. Ni kweli si kweli? Mpaka mwishowe, wakati mtoto ameenda, Daudi hakuingia kwa depression, kwa sababu kile kilimuingiza kwa depression tayari alikuwa amedili nacho katika maombi. Wakati mwingine tunazunguka kutoka kwa nabii mmoja hadi kwa mwingine, from one church to another, lakini sisi wenyewe we don't take responsibility. Sio, mnanielewa? Mimi na wewe tuna wajibu wetu na tuna sehemu yetu, kwa sababu mponyaji ni Mungu. Ijapokuwa tunao watu ambao wana karama za uponyaji, lakini unakuwa always ni kweli si kweli? Yeah. Basi aliamua kufunga na kuomba na kumlilia Mungu. Na kweli Mungu akaendelea na mtoto akafa. Daudi hakulaani Mungu kusema wewe Mungu bure, wewe huna maana, wewe Mungu muongo. Kwa sababu kipindi cha mtoto kuwa mgonjwa pia Daudi alitembea na Mungu. Anapata wakati ambapo huingia sana, especially for us ambao huwa na watu wagonjwa. Kipindi cha kuwauguza wakati mwingine kinatuondoa kwa Mungu. Sio kama naelewa. I remember my late father. Nilienda nyumbani nikamkuta ni mgonjwa, nikampeleka hospitali. Maybe was a fashionable hospital Nakuru wakati huo. Akampata daktari, akampima moyo, akampima the whole body, na babangu akapatikana two very serious conditions. Moja ilikuwa prostate cancer na nyingine wakasema was a leaking heart. Tukakaa na daktari akanionyesha ile mashine ile ambayo ilikuwa inapiga. Sawa? Na ukipiga ni kama baadhi zingine ya wiki zinaruhusu damu irudi ama whatever it was. Daktari akaniambia sasa hapa kuna shida. Hii prostate imepasua, lakini moyo wake nao hauna nguvu ya kuweza kusaidia nini? Operation. Just imagine, na ni baba yako na unampenda na wewe ndio mkubwa, utaanza kulia, utaanza kurukaruka, utaanza kusemaje? Together. So haya mambo hutupata. How do we react? How do you react? Amen. Sio kwa mwenyewe tu, hata kwa watu wanaokuhusu. Amen. I remember baada ya hapa went home, baba akaendelea kuwa mgonjwa. Niwaambia nilimpata amelala. Nasema ndio tuzetu wa mji wamekufa wote. I know his condition. Najua mgonjwa bila mgonjwa. Tunapatana. Na yeye mwenyewe anasikia hakuna kitu amebakisha anaweza kwa. Anaikoti. Na tukaongea na yeye kana kwamba ananiaga anataka kufa. But I said to my father, mwambia babangu aliyokusomea hiyo maandiko ya miaka 70 hakukusaidia. Kuna mahala pengine kwa Biblia wanasema miaka 120. Na vile navyokuona wewe au kwa 70, kwa 70 uliotoka kitambo, wewe ni mtu wa miaka 120. Nikampeleka kwa maandiko, heshimu baba yako na mama yako.
ziongezeke za kuishi juu ya uso wa nchi ambao Mungu wako amekupatia. Nikamsomea. Nikamwambia, baba, nilikuona ukitunza baba yako. Nilikuona ukimfulia nguo. Nilikuona ukimlisha. Na hii baraka ni sehemu yako. Baba, wewe hufi. Na ujue hufi, kesho nitaenda mjini. Nikupime suti. Sio ya kuzika mbaya mpaka ikakae. Anasema ile tukaenda down akapimwa suti. Yule mzee aliwahi suti mpaka ikakae. Bwana asifiwe. So, unaitikiaje? Tunaitikiaje? Wakati umepeleka watu wetu kwa daktari, ukaambiwa huyu ako fourth stage of cancer ama second stage, kwa sababu pengine msuko wako hata utafanya mgonjwa wako. Kwani unakuaje? Unaambiwa mimi mgonjwa wako. Kwani daktari akwambiaje? Mbona inakuwa hivyo? Sasa mgonjwa aliye wewe unalia. Together. So ile hili inaanzia even the response, how we respond. Tukipata report, how do we respond? Angalia haya mambo. Pengine atasaidika. 2 Kings 20. Bwana asifiwe. Imagine ninakuja kwa ibada moja ya Jumapili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na umekuja Bongo. Na umekuja kwa wanaitwa wewe ndio ukaje. Na pastor akakuwekea mkono. Asema Bwana wa majeshi, tengeneza nyumba yako kwa sababu hakika utakuwa utapona. Ile ibada itakuwaje? Kuitikia unapoitikia kuna uhai ama kuna nini? Tunapatana. Huyu na amejua kwa mfalme. Mwambie mfalme ni mgonjwa na hakika atakufa. Atengeneze nyumba yake ili aende mbinguni vizuri. Tunakuwa kuna mzuri eh? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. That's why the response, the answer back will give you like a give you there. Akasikia ujumbe, hakulaani the prophet, hakukana unabii. Tuko pamoja? Lakini pamoja na hayo alijua kuna Mungu mbinguni. Amen. Maandiko yasema ya kwamba akageuka akaangalia ukuta. Are we together? Sijui kama ingekuwa mimi, sijui kama ingekuwa wewe, our response ingekuwaje? Na pia wale watu kwa nao, kama ungekuwa wewe unaenda kwa muombezi, sababu hata nikiwaambia hamuendi ama msiende huwa mnaenda. Ni sawa? Umempeleka dada, nipeleka muombezi. Yule pastor wetu ni kutufundisha tu yeye hatuonei mambo. Kwa mambo. Unaambiwa tengeneza nyumba. Lakini ukitoa sadaka nzuri pia anaweza kukutengenezea nyumba. Bwana Mungu asifiwe. Nasikia kuhakikishiwa na Mungu. Uponyaji wa Mungu ni kweli. Na wengi wetu watapona. Wengi wetu watapona. Na wengi wetu watauona uponyaji wa Mungu kwa watu wengine. Tunapatana? Wengi wetu tutauona uponyaji wa Mungu. Tutakaa kushuhudia kweli God is a healer. Lakini sio vituko vile watu wanafanya, hapana. Ni turudi kwa Biblia, tuangalie Biblia, tuelewe Biblia inasemaje. Aje tumalize kwa hili andiko la the book of 2 Kings chapter 4 verse 18. Kichwa changu mpeleke kwa mama yake, pengine akinyonya mambo yatakuwa salama.
Mpeleka wa mama yake ndiye anaelewa mambo ya magonjwa huyu mto. Amen. Huyu mama alirespond namna gani kwa ugonjwa wa mtoto wake? Unapatana? And that's why wengi wetu tunakuwa wagonjwa kwa sababu we respond wrongly. Ni mgonjwa na wewe unakuwa nini? Mgonjwa. Biblia inasema ya kwamba alimchukua yule mtoto akampeleka kwenye kitanda cha nani? Cha Elisha. Si ni kweli? Akamwacha pale ashughuliki. Akasema, mimi nakumbuka wewe Elisha, nilikwambia nakaa miongoni mwa watu wetu na sina shida yoyote. Sikukwambia nipate mtoto. Sikukwambia. You remember that? Pia nasema kwamba alipoenda kwa Elisha hakutaka stori nyingi, akaambiwa nende na Gehazi, akasema siendi. Gehazi akapawa kijiti. Remember that? Ile anointed water akapawa, akakimbia haraka, lakini vitu havikuwa dawa. Amen. So what are we talking about? Tusisaidia watu kwa wagonjwa kwa wrong response. Kama watu wa Mungu lazima tuwe grounded on the word of God. And our response be according to the word. Nimekuwa na watu sometimes and they go, pastor, mimi mgonjwa ama my brother whatever else they call me. Na pengine mtu vile na respond anasema kotarama. Yaani unakaa msuki. Sasa unataka nisuke na mnalani. Bwana asifiwe. Sawa, nimesikia ni mgonjwa. Sawa, kuna growth ambayo imejaa kwa tumbo, ama kuna tukifuatisha neno la Mungu, tukikubali neno la Mungu, tutaona uponyaji wa Mungu kwa njia kuu. Amen.